Nataka nimkaribishe Reverend wetu Kiptanui akuje atupe hiyo mafundisho. Tupige makofi anapokuja mpaka afike hapa. Makofi mpaka afike hapa. Unaweza shangwe tu. Nimeshaona siku gani akifundisha sisi hapa. Nimeona siku gani? Nimesema shangwe na ningekuwa kwa Yesu. Nataka kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Mount Zion, Bwana asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tumeimba sana. Amen. Atabut paragulo kagubut yongia namak. Mungu amepomoa ile imeshikana leo, amepomoa yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu mwenye nguvu na uwezo wote, ametuwezesha tuwe hapa. Hebu imagine vile umekuja mpaka hapa. Ungelala, ungekaa Jumapili, uoshe hata nguo za watoto, lakini umechukua hatua hiyo kuja mpaka mahali hapa. Ninaitwa Joel Kiptanui, ninapenda Yesu, ninatoka Sobea. Nataka kushukuru Mungu kwa kunikumbuka hata nichukue nafasi ya kufunza. Kumbe hata Mungu anajua jina yangu. Kumbe hata Mungu ananijua. Nashukuru Mount Zion kwa sababu nimesikia hiyo sauti hapa. Kisemekana mtumishi wangu fulani, sichukui kwa mzaha. Ninajua kumbe Mungu ananijua. So ukichezea hiyo jina, ukichezea hiyo mwito, ukichezea hiyo sauti, jiulize upali wewe huko. Mark chapter 14 verse number 49 to verse number 52. Marko mlango wa 14 mstari ni wa 49 mstari mpaka 42. Nisomee kwa Kiswahili. Ninaomba wana Kiswahili wanisomee. Mark chapter 14 verse number 49 to 52. Marko 14 sore. Kifungu yake ni 49 mpaka 52. Ninaomba nisomee kwa Kiswahili. Ndugu yangu Angela, nani yako na Kiswahili? Haya, my sister. Amen. Neno la Bwana likisema hivi katika Marko 14 kuanzia 49 hadi 52. Inasema hivi: kila siku nalikuwa mbele yenu hekaluni nikifundisha. Msinikamati, lakini haya yamekuwa ili maandiko yapate kutimia. 50. Ndipo wakamwacha wakakimbia wote. Na kijana mmoja alimfuata, amechitanda mwili wake nguo ya kitani, wakamkamata. 52 ikasema, naye akaiacha ile nguo ya kitani, akakimbia uchi. Bwana asifiwe. Yesu mbele ya baraza la wazee. Asante. Tumesoma mara mingi sana kwa Biblia Yesu alishikwa. Tunajua kuna wakati Yesu alikamatwa. Tumesoma ya kwamba katika Biblia Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Wanafunzi hao walikuwa karibu na Yesu kila wakati.
kusikia maneno ya Yesu, kuambia vows, ahadi zao kwa Yesu. Petro akaambia ahadi yake Yesu, sitakuacha ng'o, nitaenda na wewe mpaka huko. Lakini Biblia leo hii imetuambia wote walitoroka. Ninataka kusema maneno machache kutoka kifungu hicho. Ni kifungu ambacho imejificha sana kwa Biblia. Hauchajua kuna wakati Yesu alipokamatwa, kijana moja aliyekuwa hapo karibu kaambia, "We, hata pamoja na wewe." Akatupa nguo yake akakimbia uchi. Bwana asifiwe. Uchasikia katika Biblia wanafunzi wake Yesu wote walirudi nyuma, lakini Yesu akasimama. Ninataka kuongea mambo matano tu, alafu niketi chini kutoka kifungu hicho. Jambo la kwanza, ufunuo wa yule kijana ambaye hakuwa anajulikana. Kitabu hicho imetuambia, I was daily with you in the temple, in the village, in everywhere. Mulesikia kuhusu mikutano yangu, lakini hamukunishika. Lakini leo umepatiwa permission kunishika. Bwana Yesu asifiwe. Imagine siku ile walitaka kukamata Yesu, Yesu akapotea katikati yao. Bwana asifiwe. Siku ingine walitaka kuangusha yeye katika kafu, lakini Yesu alitoweka, akaenda kijijini akahubiri. Lakini hapa wamepatiwa nafasi wakamate Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu angekamatwa, tungekuwa hapa leo? Kama Yesu angekamatwa, ungepata ujasiri? Kama Yesu angekamatwa, ungeimba kwa hiyo sauti na hiyo nyimbo zote ambazo tumeziimba hapa? Hatungeziimba. Tungekuwa dance huko kijijini, tungekuwa reke kila mahali, katika huko. Lakini kwa sababu ya kushika kwa Yesu, tuko hapa siku ya leo. The Bible say a certain young man followed him. Nashukuru Mungu hata kwa Biblia kuna vitu vingine haiandikwi wasiwasi. Mark aliandika a certain young man. So a certain young man, you can insert your name. Utaweza weka jina lako hapo. Unaweza weka mtoto yako hapo. Unaweza weka jina ya jirani yako hapo. Useme kijana fulani. Holy Spirit does not name that young person. Roho Mtakatifu hakuweza kutaja jina ya huyo kijana. The young man represent believers who follow Jesus in distance. Yule kijana inasimamia wale wafuasi wa Yesu, wanafuata Yesu kwa umbali, sio karibu. Wanafuata Yesu pembeni huko. Wanasema hatukaribii bishop, ukikaribisha bishop utaanguka. Usikaribie huko kando. Usikaribie pale iko. Walikuwa hivyo mpaka siku hii ya leo. Yes, those who follow Jesus in distance can easily run away from him. Inaweza kuwa rahisi wanakaa huko pembeni, akasema nikishikwa nitatoroka haraka. Lakini Biblia inasema follow Jesus is easy, but struggle in persecution. Follow Jesus, kufuata Yesu ni rahisi, lakini mateso, kuudhiwa, kutukaniwa, kufanyiwa nini inaweza tokea, na hapo ndipo imani yako inaonekana. So imani yetu isikuwe ya pembeni. Imani yetu isikuwe ya kufuata kwa umbali. Imani yetu iwe ya kusimama hata wakati mateso na majuto inakaribia. Jambo lingine ni kwamba huyu kijana alikuwa na nguo ya kifahari. Bwana Yesu asifiwe.
Inaonekana huyu kijana alikuwa anatoka familia ya matajiri, kwa sababu the linen represent wale watu ambao walikuwa na mali. Nguo ya kitani haikuwa inapaliwa na shenji. Bwana asifiwe. Haikuwa ile ya watu huko chini wanang'ang'ania, lakini kijana huyu alivaa nguo ya pesa. Alivaa nguo ya dhamana, alivaa nguo ya nguvu, alivaa nguo ambaye hata akipita wengine wanasema usifuate huyo. Alikuwa na nguvu sana, lakini wakati alipoona mateso, hiyo nguo ilisaidia? Haikusaidia. Aliweka chini akatoroka uchi. Bwana asifiwe. So mara mingi sana nguo hii inasimamia utakatifu, nguo hii inasimamia haki. Wale walikuwa nafaa nguo hii walikuwa wakuhani. Nguo kama huyu kijana ilikuwa nguo ya wakuhani. Nguo ya kijana huyu ilikuwa inavaliwa na watu wenye mamlaka. Bwana asifiwe. Lakini tunashukuru Mungu, kila mmoja wetu katika Revelation chapter 19 verse number 8 tutavalishwa mpya. Bwana asifiwe. Ukikuwa na nguo ile safi, nguo ya kitani, nguo ya kifahari, nguo ya kila aina, lakini ninajua kama sitafaa ulimwengu hii, hiyo manguo imported yote tunafaa mitumba, lakini kuna nguo imported special for you. Bwana asifiwe. Lakini ninajua Revelation chapter 19 verse number 8 nitafaa hiyo nguo nikitembea katika ufalme wa mbinguni, nikitembea katika mbele ya Yesu, nikitembea bila kutoa hiyo nguo. Hautatoa tena. Bwana asifiwe. Kijana huyu alisimama na miguu yake yote, alisimama kabisa aonekane, lakini wakati mambo ikatokea, nguo haikusaidia, alitoroka akaenda. Lakini ninajua hii nguo ambaye Bwana Yesu atavalisha watakatifu itakuwa nguo permanent. Bwana asifiwe. Biblia inasema Yesu ametuvalisha haki yake. Yesu ametuvalisha utakatifu wake. Ni mara ngapi tunachezea utakatifu wa Bwana? Ni mara ngapi tunachezea haki ya Bwana? Tusimamie haki hii na tuweze kujua ya kwamba nguo hii inamaanisha kwamba utakatifu wetu inastahili isimame. Haki yetu inastahili isimame. Pahali popote tunaenda lazima tufae. Lakini kijana alitupa, losing a spiritual concern because of fear. Kijana huyu kwa sababu yaliokopa alitupa ile nguo. Mara mingi tunapotembea, tunaposikia maneno ya kuhusu injili, maneno kuhusu kanisa, maneno kuhusu watumishi, maneno kuhusu nini, tunaanza kutupa ile nguo yetu. Bwana asifiwe. Tunaficha hiyo nguo, tunaficha hiyo imani, tunaficha hiyo haki, tunaficha hiyo utakatifu. Nasema ara moye ngwenu ni kumogigero ngela berbere, ara loche ngwenu ni mogigero ngela berbere. Wewe si mchinga unaponena kuhusu Yesu. Wewe si mchinga unaposimamia utakatifu wa Yesu. Yes. Toa hiyo nguo ambaye imekufunga usitumikie Mungu. Toa hiyo nguo ambayo imekusuia usifanye kazi ya Mungu vizuri, ili ufae ingine mpya ambaye Yesu atakufalisha. Jambo la tatu ni kwamba the mystery of spiritual exposure. Bwana asifiwe. Ufunuo ya
kufunuliwa, yaani inaitwa nini kwa Kiswahili? Wacha niingie kwa Kiswahili tafadhali. The mystery of spiritual exposure. Upweke wa Yesu. Yesu aliweza, siri ya kijana huyu alipofunuliwa, alipotupa ile nguo yake, yeye akapaki uchi. Hivyo spiritual nakedness often symbolize shame and exposure. Mara mingi tunapoona uchi ya mtu tunawaza ameaibisha huyo mtu, tunawaza amefungua bold ya kila mahali. Bwana asifiwe. Kaya bold shetul inchi kabisa, kali anon mopoko kia lak sitako tore denge, kali anon mopoko kia lak sitako teta. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inatuambia alifunuliwa yote. Hii inamaanisha kwamba hata Adamu na Hawa katika mstari Genesis chapter 3 verse number 7 inasemekana walipofanya dhambi wakakeukiana, akaona akagome tinyo ngoroigo hawa koger kama sikule bondo ni kibite ngeteni ume tinyo ngoroige koger. Waliona watu wakiwa watu hawana dhamana, useless people. Yes, when believers abandon their commitment in Christ, they become spiritual weak, they become spiritual naked. Bwana asifiwe. Washirika wanapoacha kujitoa kwa Bwana, wanapoacha kufuata Yesu kamili, wanakuwa na hiyo udhaifu, wanakuwa na hiyo kufunuliwa, kuonekana uchi, hauna neno la kusema. Ukiulizwa neno unatapatapa, ujui hata kifungu cha neno moja. Mungu atusaidie, Mungu atufalishe, Mungu atufunike kama vile alifunika Adamu na Hawa katika kule shambani, akafunika uchi yao. Atufunikie uchi kwa sababu ya haki na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokwenda msalabani, Yesu alipokuwa Praetorium akijaribiwa, hata na yeye alitolewa nguo yote. Bwana Yesu asifiwe. Aibu ya aina gani aliyechukua kwa ajili yetu? Aibu ya aina gani alichukua kabisa? Bwana Yesu aliyeumba ulimwengu wote akaangikwa juu ya mti bila nguo yoyote. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu alifunuliwa hiyo aibu yote ili sisi tuheshimiwe. Siku ya leo tunaheshimiwa. Siku ya leo tuko hapa, tumevalishwa haki yake, tumevalishwa utakatifu wake, kwa sababu alikubali kuchukua aibu yetu. Isaiah 53 verse number 6. Alikubali kuchukua aibu yetu, alitukubali kutuficha, alikubali kutuchukua vile tulivyo. The mystery of incomplete discipleship. The mystery of incomplete discipleship. The young man tried to follow Jesus, but was not prepared for the cost. Bwana Yesu asifiwe. Kijana huyu alipenda kufuata Yesu kwa sababu ya matendo yake aliyoyatenda, kwa sababu ya upendo yake aliyependa, lakini hakuwa tayari kuchukua jukumu hiyo na kufuata kwa makini. Many of us tumekosa baraka za Mungu kwa kukosa commitment. Tumekosa baraka za Mungu kwa sababu ya kufuata Mungu. We are not prepared. Hatukui tayari, hatujipangi, hatuendi vizuri kwa sababu ya uhapa ama udhaifu yetu wa imani. The
Prepare yourself, not a cost. Luke chapter 9, verse number 23. Not a cost. Chua dhamana ya ile yote unataka. Jambo lingine, many people begin their journey with Christ, but fear, persecution, pressure causes them to retreat. Bwana asifiwe. Wakristo wengi wanapenda kujitoa kabisa kwa maisha yao na kufuata Yesu kabisa, lakini kwa sababu ya uoga, kwa sababu ya mateso, kwa sababu ya hali ya sasa ya maisha inaweza chipuka, wanaanza kurudi nyuma moja kwa moja. How many of us are here today? Remember those we were together. Ebu angalia hii hema yote. Kumbuka wale wote tulikuwa pamoja nao. Wengine wamerudi nyuma, wengine wamekaa nyumbani tu, wengine kwa sababu ya kukosa kutia bidii kwa maisha yao, kwa sababu ya kukosa kujisimamia wao wenyewe kwa imani yao. Mungu atusaidie na atuwezeshe kwa imani yetu tuweze kusimama na kufanya kazi ya Mungu. Jambo la mwisho, the mystery of youth and potential. The mystery of youth and potential. Mystery ni nini, Pastor Wanjala? Siri ya uchana na potential, uwezo. Siri ya uchana na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. The Bible is specifically say the young man. Biblia aliweza kutaja akasema kijana mdogo ama kijana ambaye alikuwa na uwezo, alikuwa na akili, alikuwa na hekima, alikuwa na nguvu hata kutoroka. Bwana asifiwe. Si uliona vile alikimbia? Kama ingekuwa mzee kama huyu, angetengeneza kama helikopta kwanza kusunguka bahali anashika. Lakini kijana mara moja ukisha ndio huyo ameenda. Nguvu ulio nayo, tumikia Mungu kijana. Nguvu ulio nayo, fuata Yesu. Nguvu, maarifa ulio nayo, technology ulio nayo, skills ulio nayo, your careers ulio nayo, fanyia Mungu kazi na hiyo yote kwa sababu ya kufuata Yesu kwa bidii. Ukitaka kufaulu kwa kazi yako, fuata Yesu kwa bidii. Ukitaka potential yako, uwezo wako uonekane vizuri, leadership yako ionekane vizuri, fuata Yesu kwa makini. New generation believers, ninaambia wale ambao waliamini Yesu chusi ama sasa hivi, the next generation must spiritually grounded. Otherwise, pressure of the world cause them to retreat back. Bwana asifiwe. Tusipotunza, mchungaji uliye hapa, tunza wale waliamini Yesu juzi, wale wamepokea Yesu, ili waweze kusimama. Kanisa awe na nguvu, wawe na watu wenye maarifa, wawe na watu wenye ujuzi, wawe na watu wenye nguvu ambayo wanasimama na kusimamisha kanisa ya Mungu isimame hata kwa miaka 30 zilizopita. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu hakusimama, tungekuwa hapa sisi sote. Kama Yesu hakujitoa, tungekuwa hapa. And I thank God, Jesus was a youth. Hakukuwa mzee kama mimi. Bwana asifiwe. Vijana mlio hapa, don't waste your energy in pornography, in what? In all those you think you can do it for yourself secretly. Think of how you serve God even better than what you are doing today. Bwana asifiwe. Vijana mlio hapa, fikirieni sana vile mnajitunza, nguvu yenu itumikie Mungu.
akili yenu itumikie Mungu, mwili yenu itumikie Mungu. Tusikue kanisa wenye tunakuja na vijana wakifika 15 years wote wanapotea. Bwana asifiwe. We need you. Mount Zion Coast Power wanakuhitaji. Vijana mlio hapa, grow in the church. Msitupe nguo kama huyu kijana, msitoroke kama huyu kijana, msiende mbali na watumishi wa Mungu na vitu ambavyo tunataka kufanya kwa kanisa. The hidden redemption. Bible say our John Mark himself, a strong servant of God. Wengi wamesema the young man ambaye alitoroka alikuwa John Mark. Wasomi wengi wa Biblia wanasema possible John Mark alitaka kufuata Yesu by that time, but he was not prepared. Aliweza kutumia wakati huo kuonyesha kwamba he was not prepared, lakini later on akawa powerful man, akawa mtu wa bidii. Kwa nini inasema hivyo? Wasomi wengi wanasema wakati kanisa alikuwa na mateso, mama wa John Mark aka-accommodate wote ambao walikuwa naomba na kufuata Yesu. Acts chapter 13 ukienda mbele inasema John Mark aliokoka hapo tena. That mean there is restoration. Ingawa alitupa nguo akatoroka, alirestoriwa na Mungu. Hidden treasures in the world. Work with Paul and Peter later on. God transform us at a moment of our shame into a lifelong ministry. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nimalizie hapo nikisema Mungu anaweza kufufua ama kutransform. Ni kufanya nini Wanjara? Kugeuza wale waoga wawe watu wazuri, wawe ambao wanaokopa, wawe watu ambao wajasiri wa kuhubiri Injili, wale watu ambao hawana dhamana hata kwa kanisa wanaweza kubadilishwa na wawe msingi katika huduma na katika kasi ya Mungu. Mungu awabariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunataka kukushukuru Bwana kwa neno lako ambalo tumesoma. Tunajua mara mingi sisi wanadamu tu waoga sana, hasa sana ikifika wakati wa kujitoa, wakati wa mateso, wakati wa majuto, wakati tunaona mambo yamebadilika. Asante Bwana, utusaidie kama kanisa. Biblia imetuambia katika kitabu cha Zakaria, wakati mchungaji alipopikwa, kondoo wote wakatoroka. Utusaidie Bwana, kanisa tusikue watu wa kupiga wachungaji, kondoo watoroke. Kanisa tusikue watu wa kutesa watumishi wako na kusema na maneno makali. Bwana, utusaidie, utufalishe haki yako, kama vile huyu kijana alivyotupa nguo yake na akatoroka. Bwana, tutupe mabaya yote na tuweze kurejea na kukutumikia upya, kama vile ulifalisha Adamu na Hawa nguo mapya. Yale matawi yalikuwa yamejishonea, ukayatupa yote na ukapalisha mavazi mapya. Kumaanisha kwamba ulimwaga damu ya kondoo ukapalisha, kumwaga damu ya Yesu. Hata wakati huu tunapokumbuka Pasaka hii ya mwaka 2026, Bwana utusaidie, tusiende tu blindly, that we may go even being aware and understanding that the blood shed was for me. Utuondolee aibu Bwana, aibu kidogo kwa boma zetu, aibu kwa huduma, aibu kwa nchi yetu. Bwana utusaidie. Naomba katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Asante.
Amen. Asante sana Reverend. Tupige makofi tena mzuri tu. Kofi, si tumepata neno. Kama wewe bado unatoroka Yesu, umeambiwa ukaribie Yesu, usimtupe Yesu. Amen. Si tumeshika. Si mtu ameshika. Amen. Amen. Mumechoka? Hebu muulize aliye karibu naye kama amechoka. Amesema aje niseme haraka? Kuna mwingine naona ananiona ni kama amechoka. Nimpe nafasi aende apumzike huko kwa Sunday school. Amen. Ningependa kutambua wageni. Kama unajua ni mara yako ya kwanza kushiriki nasi kwa hii madhabahu ya Mount Zion, nyosha mkono wako hivi. Tukukaribishe tu makaribisho ya Mount Zion. Umeona? Hebu asimame tu kwa miguu yake. Sitakuita hapa mbele. Tukukaribishe tu makaribisho yetu mzuri tu. Amen. Angalia wageni. Simwapige makofi. Uliye karibu na mgeni, tafadhali simama tu na kuomba. Umkaribishe makaribisho hiyo yetu. Wengine tunapiga tu makofi, makofi vizuri. Karibuni sana wageni.